Watu wameuza maeneo mara 2, wameuza maeneo mara 3. Niwaambieni wana Dar es Salaam, nimeshaitisha mafaili, nimepanga nitakutana na wizara. Kwa wale wanaojua walifanya dili, wayatatue mapema hayo. Wayatatue mapema. Wayatatue mapema. Kwa wale wanaojua wamesuka dili, wafute mapema. Nitapata mafaili yale na napanga nitakaa na wizara. Hatuwezi nchi kabisa liwepo jambo moja kwamba limeshindikana, kwamba kuna watu wameshafanya, huo ni utaratibu. Mtu mnyonge na ardhi yake, watu wakishatamani tu wanaenda wanachukua tu. Haiwezi, hauwezi ukawa utaratibu wa maisha hiyo. Wao ni eneo moja niliona niwaambie, kwa sababu mimi ni mkazi wa huku, najua na bahati nzuri mheshimiwa mbunge ukiwa mpya kabisa, tumemaliza tu kuwapa, tumeongea hili jambo. Nilikuahidi nitakaa na wizara, hapo ndo nataka nianzie. Migogoro yote tutaupitia mmoja mmoja na tutamtafuta aliyesababisha. Kama ni wengi waliofanya dili hizo, wala hata haina shida, hata tukifuta wote. Nchi hii haina uhaba wa watu wa kufanya kazi. Lazima watu wanyoke, walinde haki za watu. Sasa nilielezea ili haya mambo yote haya yafanyike, nikawaambia na yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza ya ndani ya siku 100, na hapo nimesema tu machache. Mengine ni pamoja na kuanza kwa bima ya afya, Januari itazinduliwa. Mengine ambayo yameshaanza kutekelezwa ni pamoja na watu kutokunyimwa miili ya wapendwa wao wanapotangulia mbele za haki. Na hii nimeendelea kusisitiza, nimeshakaa na wakuu wa mikoa, nimeshawaelezea. Watu wasinyimwe mwili kama rais alivyoelekeza. Na wizara imesharatibu taratibu za namna ya kutekeleza masuala haya. Na pia mtu anapokwenda hospitalini, ameenda ana dharura, ameenda kwa emergency, asisubirishwe mapokezi, afikishwe moja kwa moja, aendelee kupata matibabu. Mambo ya kuandikishwa yatamkuta kule akiwa anapata matibabu. Mama mjamzito ameshapata uchungu, akishafika hospitalini asisubirishwe, sijui lete beseni, sijui lete ndoo, afikishwe kwenye matibabu moja kwa moja. Kila hospitali iwe na mambo haya kwa ajili ya kusaidia Watanzania. Mambo ya uzazi sio dharura, tunajua watoto wanakuja. Na hii nchi tajiri haiwezi ikakosa ndoo ya kumhudumia mama moja maskini. Haya Mheshimiwa Rais ameelekeza, yameshaanza kutekelezwa ndani ya siku hizi 100. Mimi niwaombe Watanzania, narudia tena, ili haya yafanikiwe, yakiwemo yote yaliyoahidiwa, yakiwemo yaliyoko kwenye ilani, yakiwemo yaliyopo kwenye dira, ili yaweze kufanikiwa, lazima nchi yetu iwe na amani. Lazima nchi yetu iwe na amani. Bila amani hatuwezi tukafanikisha haya yote. Na niwapongeze sana wana Dar es Salaam, mmechagua amani. Tumejifunza na mmesema hatutarudia tena, mmechagua amani. Hilo ni jambo la msingi. Hiyo ndio itakayosababisha nchi yetu ishinde vita vya umaskini. Mimi niwaambieni, mimi napata fursa, nilipokuwa waziri wa fedha, nilipata fursa ya kukutana na mawaziri wa fedha wa nchi hizi za Afrika.
pana nchi ziko maskini, pana nchi wa Tanzania wao Tanzania yetu ni ya mfano, wanatolea mfano Tanzania. Sasa hiki ambacho tumeshakianzisha sio cha siku moja. Hili si jambo la siku moja. Ni tutaweza tu kushinda vita hivyo kwa kuendeleza hatua tunazopiga. Sasa niliziona majuzi kumeanza kutokea debate kati ya watu wanasema amani ama haki. Mimi niwaambieni ni vyote. Ni vyote. Kama mtu anaongelea haki, wala hatutakiwi kubishana naye. Haki ni jambo la msingi kwenye maisha yetu. Tena kila Mtanzania asione aibu. Kila Mtanzania asione aibu kusemea haki ndani ya nchi yetu. Ni jambo la msingi. Na kila Mtanzania anatakiwa atambue kwamba moja ya pacha moja anayeleta amani ndiyo ni haki. Eneo moja tu ambalo tunatofautiana na wanaharakati, tunatofautiana eneo moja tu. Wanapoongelea haki hawaongelee hapata haki ambayo haina wajibu wowote. Hapa duniani haipo nchi yoyote ile ambayo ina haki tu haina wajibu wote wa kutimiza. Haipo. Haipo, haijatokea nchi ile ambayo ina haki tu na haina wajibu wa kutimiza. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kichaka cha haki. Haki wote tunaitaka, na haki wote ni mawakili wake. Wote tunataka haki ifanyike. Tunataka wote haki itendeke. Sisi tunaenda hatua zaidi. Tunasema tujenge taifa lenye wajibu, taifa lenye watu wanaowajibika, taifa lenye watumishi wa serikali wanaowajibika. Wajibu. Na katiba ya nchi yetu tulionayo hii hapa ina sura 10. Sura ya kwanza tu ina sehemu 3. Sehemu ya kwanza inaelezea Jamhuri yenyewe ya Muungano wa Tanzania. Sehemu ya pili inaelekea mwelekeo wa serikali. Sehemu ya 3 inaongelea haki. Na kwenye haki, kwenye hiyo sehemu ya 3 inayoongelea haki, inaongelea haki na wajibu. Katiba yetu inaongelea haki na wajibu. Wale wanaoongelea haki peke yake wameitoa wapi hiyo? Katiba sehemu ya 3 ukurasa wa 2 inasema haki na wajibu muhimu. Watanzania tusome ili wanaharakati wasio wakatupeleka kwingine. Inaongelea haki, tena kwenye heading hiyo na wajibu muhimu. Kwenye haki imeelezea haki ya usawa, ndo ya kwanza hiyo. Haki ya kuishi ya 2. Haki ya uhuru wa mawazo ya 3. Haki ya kufanya kazi ya 4. Kwenye wajibu inaongelea haki, inaongelea wajibu wa kushiriki kazini. Wajibu wa kushiriki kazini. Inaongelea wajibu wa kutii sheria za nchi. Haki na wajibu. Imeelezea haki na inaelezea wajibu. Nimeeleza haki ya usawa, haki ya kuishi, haki ya uhuru wa mawazo, haki ya kufanya kazi. Kwenye wajibu, wajibu wa kufanya kazi, wajibu wa kutii sheria za nchi, wajibu wa kulinda mali za umma, wajibu wa ulinzi wa taifa. Sasa wanaharakati wanafika hatua wanadhani wanaharakati wao wana haki zaidi ya kila kitu kwenye nchi. Kwamba wao ndo wana haki ya kukosoa, wao ndo wana haki ya kukasirika, kwamba wengine wote hawana haki ya kukasirika. Na mimi nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa hatua vilivyochukua, kwa sababu wale wanaochukulia mawazo mepesi hawajui
Kitu gani kingetokea kama sio uimara wa vyombo vya ulinzi na usalama? Kuna watu wanadhani wao ndo wana haki ya kukasirika. Kwa hiyo mmeenda pale wakachoma zile ofisi za CCM zote. Nani kawaambieni wana CCM sio wa Tanzania? Nani kawaambieni hawana haki ya kukasirika? Mlishajua wao wangekasirika wangefanya nini? Ninyi mliokuwa mnataka vyombo vya ulinzi vilale majumbani, mlijua hawa wengine walioonewa wangekasirika wangefanya nini? Mmejua vyombo vimeepusha kitu gani? Sasa ukienda hapo hapo kwenye wajibu, unaeleza nini kuhusu haki? Katiba ibara ya 30 inasema haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja. Hizi haki hizi zilizoorodheshwa na katiba, hizi haki tunazoimba, havitatumiwa na mtu mmoja, na uhuru wa binadamu tunaoongelea hautatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingilia kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine ama maslahi ya umma. Sasa unaenda kufanya fujo, unasababisha mama ambaye ameshapatwa na uchungu afie nyumbani kwa sababu wewe umeshajiwekea una haki zaidi. Unasababisha mama ambaye ameshapata ujauzito na ana complication, mtoto ndani ambaye yeye hajawahi kuwa na chama cha siasa, afie tumboni kwa sababu wewe umejipa, kwa sababu ni mwanaharakati wa haki, umeshajipa kwamba wewe tu ndio una haki. Katiba yetu imesema haki zote zilizoorodheshwa, zote tunazozisemea, hazitatumika na mtu mmoja tu kukatisha haki za wengine na maslahi ya umma. Ndio, wala tusibishane kuhusu haki, wote tunakubaliana na haki. Na kwenye nchi za Afrika hamna nchi ambayo inajali haki kama Tanzania. Tanzania tunajali haki. Kitu kimoja tunaoongelea haki, tuongelee na wajibu huu. Tuongelee, tukumbushe watu wajibu huu. Sasa ninyi wengine wa Tanzania, lilipotokea lile la kwanza, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wamekosa huruma. Ngojeni niwaambie wenzenu walipanga nini, ili muwajue. Hawa watu walichokipanga, na mimi bahati moja nzuri sana, ni utamaduni wetu sisi wafugaji, hatunaga uoga, yaani hatuogopagi kusema ukweli. Nitausema huo ukweli, na wakiendelea kufuatafuata nitalipuka na mengine zaidi. Simtanilinda? Simtanilinda? Wangapi watanilinda? Ndio. Hawa wanaharakati kule walipo na wale waliowatuma walipanga jambo ovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa. Na wao wakiwa wamejificha kule, wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu, na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao, na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu, critical minerals, uranium. Tanzania namba 1 kwa Afrika, na ni nchi ya 9 duniani. Na haya madini sio kila nchi imepewa, Mungu katupendelea sisi, yapo hapa. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambazo nchi za Kiafrika unaweza kuzipata ni matatu. Eneo la kwanza ukabila, eneo la pili uchaguzi, eneo la tatu udini.
wakajua kwa Tanzania kwenye ukabila hauwapati. Tumeoleana mno. Hapa wote nyie mlioko hapa mmekaa tangu asubuhi hapa, hamna hata mmoja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani. Wanajua huko tulishavuka. Wakahamia kwenye uchaguzi kwenye visingizio. Unaongelea reforms. Ninyi mnajua reforms zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambieni. Kabla ya uchaguzi, rais alijitahidi kufanya reforms zile 4R zake. Walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi. Hili alikutoka CCM, hili lilitoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani. Likakubalika. Mwaka huu uliopita, mwaka uchaguzi huu uliopita, wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi. Wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida ambaye hana kadi ya vyama amepelekwa akasimamie. Wakasema kuondolewe swala la kupita bila kupingwa. Hili halikuwa jambo la CCM. Lilitoka kwao. Mwaka huu hapa kuwepo na issue inaitwa kupita bila kupingwa. Wanasema viongozi wa vyama vingine wanapataga shida magari ya kufanyia kampeni. Kwa hiyo yeyote ambaye anamgombea urais na mgombea mwenza wapewe magari. Wagombea wa vyama vyote vilivyokuwa na ugombea urais wamepewa magari mapya, yeye na mgombea mwenza wake. Ili alikutoka CCM. Wanaongelea reform zipi? Haya yote haya ni wao walipendekeza. Sasa imemalizika pale, tunaelekea uchaguzi, bado miezi mitatu sita bunge livunjwe. Moja ya chama chetu kimoja wapo pale wakabadilisha uongozi, anakuja moja mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tubadilishe katiba. Mpaka tupate mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa ni haya ya katiba yaliyosalia. Sasa ninyi wa Tanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa nakipanga, walikuwa wanatupeleka kwenye vita. Walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi, ili ikifika Januari 1, serikali ile mliochagua 2020 iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndio, mimi nasemaga ukweli hivyo hivyo. Walipanga, wewe katiba gani tulijaribu miaka 5 tukashindwa? Katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi 6? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Uchaguzi, jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii haiahiri, masharti yake ya kuibadili someni muone. Ni mpaka ninyi wa Tanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi kwa sababu tunaongea eti vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hiyo haisogezi kwa mazungumzo ya aina hiyo. Wakasema wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi. Ukishasogea ikipita 31 ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali ikasema tutaenda na walio tayari. Hawa ambao hawataki kwa ridhaa yao hawakusaini fomu. Kwa ridhaa yao wakasema hawashiriki. Tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo. Sasa Yanga kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na Singida tu, kwa nini waulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda. Ndio kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda, unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda? Serikali ikasema itaenda na vile vyama ambavyo viko tayari. Wakarudi nyuma sasa kwamba wanaenda. Ndio maana walipanga fujo ifanyike tarehe 29 ili waharibu uchaguzi. Ili wakishaharibu uchaguzi siku 5 baadaye, mwezi mmoja baadaye, serikali iliyopo ionekane muda wake umeisha.
Ninyi mnadanganya uchaguzi, watu wanapanga jambo lingine la kupeleka nchi kwenye vita. Ndio maana walipanga siku ile ile. Sasa baada ya kuwa kwenye kushiriki wameshindwa kukuhamisha, wakataka wakuhamishe kupiga kura ili nchi ikose serikali. Mnataka sisi tuwe kama wale wengine, manchi yale mengine ambayo yalishakosaga serikali. Ninyi ndio mnataka Tanzania ifike huko. Hayo ndio waliopanga. Ndio maana wale wanaotuma wanakubali kuingia gharama hivyo. Hizo gharama sio za kuwapenda Watanzania. Kijana mmoja tu wa mtaani tulikuwa tunapeana songesha hapa juzi kapewa bilioni 5 ili awape vijana chupa za petroli wawashe moto nchi yao. Mwingine kapewa bilioni 4. Yule mwanaharakati yeye anasema amepewa bilioni 12 na gari ya milioni 500 ili awashe moto nchi yetu. Na mimi niwaambieni, mkitaka kujua kwamba jambo haikuwa uchaguzi, oneni walichokuwa wanapanga. Kwamba mradi kielelezo, ndoto ya baba wa taifa ili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na awamu ya 5 ya Rais Magufuli ikapigwa na mizengwe. Magufuli akasema tutaujenga mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Watu wanakaa huko, wako nje huko, hawapangi hata kurudi hapa nchini Tanzania, wanasema mkachome na bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwamba hiyo ndio haki tuwape tu. Na wauliza wana mambo pande kwamba watu wanasema wakachome na bwawa la Mwalimu Nyerere ni haki yao tuwape tu. Wakasema wakachome na reli. Mradi wa ndoto ya baba wa taifa. Na Rais Magufuli akasema ianze. Na Mama Samia kwa kufunga mkanda akatumia trilioni 6.5 fedha yenu nyewe wa Tanzania ikajenga bwawa lile. Akatumia takriban trilioni 7 kaziweka kwenye reli, fedha yenu nyewe. Alafu watu wanakaa huko hawana hata mpango wa kuja kurudi hapa. Eti kisa wanaongea Kiswahili ndio tuone na wao ni wa Tanzania. Wanaelekeza kwa WhatsApp. Na hivi ndivyo wanavyofanyaga wale. Fuatilieni historia. Siku nyingine wakinitibua nitafunguka zaidi. Najua mataifa yote waliowahi kufanya mambo ya aina hii. Na mimi niwaambieni, wale wanaowatuma watamezea mate hii uranium mpaka watameza na ulimi. Hii nchi haitaongozwa kwa remote. Ndio. Kwa hiyo endeleeni kuambizana. Tuna jambo la haki, kila Mtanzania anastahili haki. Na tuna jambo la wajibu, kila moja akitimiza wajibu wake na kila moja akapata haki yake, tutaishi kwa amani. Hii mambo ya haki tusiongelee haki kivyake. Katiba yetu imetuambia vizuri hapa. Uweze ukasema una haki ukafunge bendi ya muziki hospitali ya taifa ya Muhimbili hapo kwamba una haki ya kwenda popote. Imeongelea haki ya ulinzi wa mali za umma hapa kwenye katiba. Hawezi genge tu likataka kwenda kuharibu mali za umma halafu tukasema wana haki. Wala watu wasijipe haki ya aina hiyo. Hii nchi haitaenda bila wajibu. Wala tusioneane aibu kusema haya. Lazima wajibu. Hili jambo la wajibu wala huo sio ukatili, ni wajibu, lazima uwajibike. Ndio, wala sio ukatili, ni wajibu. Hakuna taifa ambalo halina, hata Mungu aliyetuumba kwa mujibu wa Biblia, hata Mungu aliyetuumba aliweka na wajibu kwamba umwabudu yeye tu na sio miungu mingine. Yeye mwenyewe aliye wa haki. Hata wana wa Israeli tulielezewa, aliwapa wajibu wa kutimiza ili waende kwenye safari yao. Yeye mwenyewe mwenye haki.
na hata kwa Waislamu hivyo hivyo. Ndio maana kuna swala tano, ndio maana kuna kufunga. Hauendi tu kwa Mungu kwa kutembea kwa mguu, una wajibu wa kutimiza, yeye mwenyewe aliye wa haki. Ninyi mnataka mtuumbie taifa gani lile la watu wasio na wajibu? Ndio sasa nilikuwa naongelea kile kipengele cha mambo ya uchaguzi, kwamba nchi zetu zinazoendelea huwa zinawekewa mtego kwenye uchaguzi, zinawekewa mtego kwenye ukabila. Sisi kwenye ukabila tulishavuka, wametujaribisha hapa, lakini bado upo mtego mwingine ambao wanatutafuta nao sana, mambo ya udini. Tanzania tulizoea kila mtu kuwa na dini yake, na kama nchi serikali haina dini na kila mwananchi ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, wala haijawahi kuwa vikwazo. Mimi ninao mifano hata ya familia, wanandoa wawili, moja Muislamu mwingine Mkristo. Mimi ninayo mifano hiyo. Hiyo ndio Tanzania tuliyokuwa nayo. Sasa hivi tunawindwa mno kwenye jambo hili la udini, na mimi nilisema na wakati ule, na waomba wa Tanzania, viongozi kwa waumini, viongozi wa siasa kwa wananchi wa kawaida, huu mtego tuukwepe. Huu mtego tukiingia hauna mshindi. Ukienda kwenye mtego unaogusa imani ya mtu hauna mshindi. Nilisema kwenye kikao kimoja wapo, viongozi mna maoni, mna ushauri, mna mambo ya msingi. Kuanzia Mheshimiwa Rais amesema milango iko wazi, yuko tayari kwa vikao. Nendeni, onaneni na Mheshimiwa Rais, semeni mnayotaka. Na sisi wasaidizi wake wote, milango iko wazi. Hiyo ndio nchi yetu. Tukiendelea na utaratibu huu wa kudokoana kwenye mambo ya imani, tutakapoingia kwenye mtego huo hauna mshindi na hauna kutoka kwa urahisi.